huyu Vini mpaka saa hizi hatokei, sijui vipi. Kwani mmekubaliana aje saa ngapi? Tumekubaliana kama saa 4 hivi, saa 5 au ameshafika. Sasa naona muda umepita lakini bado mpaka saa hizi. Simu yako ni? Mume wangu achana naye, shoga yangu mapepe sana. Kwa hiyo kwenye lile jambo ambalo uniambia jana tunafanyaje? Mimi nakusikiliza wewe mume wangu, kwa sababu nilikuwa na shida kama 20,000 hivi au 25,000. Basi sawa, mimi nadhani nitakupa hiyo ambayo umesema, lakini sawa, nitakupa hiyo hela mama. Asante mume wangu. Usijali. Rafiki yako anapiga tena. Mume wangu, nimekwambia achana naye, msumbufu sana huyo. Mpokelee, msikilize mama. Msikilize kwanza. Achana naye mume wangu. Wenda ikawa na umuhimu. Ngoja nimpokelee alafu nimsikilize. Nimekwambia usimsikilize. Ngoja kwanza mimi nimpokelee. Blaza. Karibu ndugu yangu. Asante blaza. Karibu shemeji. Asante shemu, habari shemu? Safi. Kwema. Vipi blaza? Safi mdogo wangu, karibu. Asante kaka, vipi nimekuchelewesha? Hamna mdogo wangu. Hata ndugu yetu mwenyewe bado hajafika. Naona mpaka saa hizi. Kwa hiyo tunamsubiri au tunatangulia? Naona kwa ugumu wa ile kazi bora tumsubiri ili tuongezeke. Tukienda tukapige moja kwa moja tumalize kazi. Karibu. Habari zenu jamani? Safi blaza, tuko. Karibu. Nimechelewa sana. Muda sio sana. Hata kama karibu tena nini? Hapa tumechelewa sana, tuondokeni. Blaza, tunajua tena tumechelewa. Hapo kazi tunachukua anza. Ndio, tuondokeni jamani. Nimechelewa sana kwa mambo mengi. Twendeni. Kazi yenyewe ndio hii ndugu zangu. Maana kwa mtazamo wangu nikiangalia kwa peke yetu hatutoboi, au nyinyi labda kwa pawa zenu mnaonaje? Kwa kazi ninavyoiona hii bosi, sidhani kama tutatoboa. Kama unasema mwenyewe hapo, kamcheke jamaa huyo hadi tufanye kazi. Basi sawa, ngoja nikamfuate yule jamaa. Chapu, nataka nifike kule, alafu kutokana na mazingira yenyewe ya kazi yenyewe jinsi ilivyo, itabidi nifike hadi nyumbani nikamwambie shemeji yenu aandae kabisa mazingira ili alete huko angalau japo tupate nguvu. Poa bosi, hapa si ngoje tuanze kazi, lakini sasa jitahidi usichelewe. Si unajua kazi yenyewe afu unavyoiona hii kazi inaonekana ngumu. Wewe jitahidi usichelewe yani.
Baby, karibu. Asante. Kudadeki wewe. Sasa hizi zote imekuwaje? Yani mbona nilikwambia 3 tu, lakini umekuja nazo nyingi kabisa kama hivi, kama vile umekuja kufanya biashara vile Yaani hizi nataka ziishe leo na nyumbani sirudi, maana sipo sawa kabisa. Sasa baby, unamaanisha uko sawa kivipi yani? Mbona sikuelewi. Sasa hata kama uko sawa ndio uje na vitu vyote kabisa hivi. Wewe unataka kuniua kweli baby? Muda unapiga simu alikuwa nayo mume wangu. Na yeye ndo alipokea simu na vyote vile vilikuwa unaviongea yeye alivisikia. Sasa kama jamaa alisikia kweli, kwa nini umekuja huko? Mtu mwenyewe ameshapotezea na ameshaondoka na mdogo wake kwenye kazi zao. Kwa hiyo usiwe na hofu mpenzi wangu. Baby, mimi nishakwambia ukitaka kuwa huru na mimi dai talaka kwa mume wako. Baby, mimi sijakataa na ndo nimeshaanza. Kwanza leo sirudi nyumbani na baba nimeshampigia simu. Nimemwambia kila kitu kwamba mume wangu ananipiga. Wewe unasema ukweli? Ndiyo. Kwa baby unataka kuniambia siku hizi yani ni mwendo wa kujiachia tu Mkole wao ondoki kabisa, tuna wote. Siondoki kweli, sio leo tu. Mpaka kesho na kesho kutwa nipo hapa kwako. Wewe usiniambie. Kwanza mimi nipo tayari kwa chochote kitakachotokea kwa sababu mimi nimeshakupenda wewe. Lani? Lani? Oya Lani? Hii sauti ya mume wako. Lani? Ndio yeye. Lani? Oya Lani? Sasa tunafanyaje? Familia? Mimi sijui cha kufanya. Oya Lani? Lani? Asikia. Lani? Tulia. Sawa. Oya Lani? Oya familia? Lani? Familia. Oya. Wanakuja familia. Vipi mwanangu? Poa tu mwanangu. Naita mwanangu mpaka nazeeka. Oya, vipi tena? Sasa nimekusikia lakini tumbo linaniuma. Pole sana mwanangu. Pole mwanangu. Kwa hali hii hata nilichokufuatia shakuwa mtihani, maana kulikuwa kuna kazi kidogo kule, lakini kwa hali ya utoboi mwanangu. Kwa hiyo umetumia dawa gani? Kaka, sijatumia dawa yoyote, nilikuwa nataka nije kwako ili unisaidie kiasi chochote niagize dawa. Kwa hiyo kama kiasi gani ndugu yangu? Kaka, hata kunisaidia kwa 15 nitasaidia sana bro. Asante sana brother kwa msaada wako. Nashukuru sana. Nasikia ndugu yangu. Ndio. Wewe familia. Yaani mimi ndo wewe, wewe ndo mimi. Sasa kwa hali hii wewe fanya mpango, uagize dawa kwanza. Umeona? Na kama hali itakuwa bado, basi usisite kunitafuta mimi, maana kila nikikupigia sikupati. Ushaona? Yeah. Kwa hiyo jitahidi kwanza. Kwanza umekula chochote kidogo umepata? Nimekula lakini sijakula vizuri. Basi fanya hivyo, maana mimi kuna majamaa wale wapo kule kazini. Umeona? Kwa hiyo acha mimi niwawahi. Ushaona? Wewe mwagizie mtu sasa hivi. Acha kujinani, mwagize sasa hivi ili upate dawa. Alafu maisha ya usela sio mazuri, mnaambiwa muoe ndugu zangu. Tizama sasa, ungefia humu ndani? Fanya mpango sasa. Sawa brother, nimekuelewa. Sawa. Nashukuru. Haya.
Mamtu. Mamtu. Wewe Mamtu. Wewe nenda wapi tena wewe? Mke wangu. Mke wangu. Ina maana ndo amepeleka salama alikoambiwa apeleke. Ama kweli wanawake anakosa kitu gani huyu? Amebadilika ghafla huyu. Kaka. Ndio. Kwema Zamini. Vipi kaka? Mbona kama naona leo uko sawa? Vipi, kuna shida gani? Manake naona tangia asubuhi yani unakaa peke yako unajitenga tu yani afu kama vile una mawazo. Shida nini kaka? Hamna mdogo wangu. Nipo sawa. Wala usijali. Nipo fresh kabisa. Ni kidogo kama kichwa hivi lakini usijali, nipo sawa mdogo wangu. Ujue kaka unanichanganya. Yaani unasema uko sawa, aliyakuwa nakuona kabisa. Mimi si mdogo wako kaka. Si tunaishi wote hapa. Yeah. Mimi kaka mimi nakujua. Wewe sijakuzoea hivi. Yaani kuna kitu kaka lakini unanificha. Wewe kama kuna jambo kaka wewe niambie tu, usiogope. Kuwa free, wewe niambie. Usipende kukaa na vitu moyoni. Niambie, naweza nikukusaidia. Japo mimi unaniona mdogo, lakini naweza nikakusaidia. Kwa hiyo niambie tu kaka. Unajua nini mdogo wangu? Naam kaka. Mimi sikudharau wewe hata kidogo. Yeah. Na kikubwa wewe ndo nakutizama sana mimi kwenye maisha yangu. Wazee hawajakosea mimi kuniacha na wewe. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote lazima nikushirikishe mdogo wangu. Kuwa na amani. Kakako nipo sawa. Wewe kuwa na amani. Uko sawa kaka? Nipo sawa mdogo wangu. Lakini kaka mimi sijakuzoea hivi. Usijali mdogo wangu. Mimi nipo sawa. Kuwa na amani. Sawa. Sawa. Umesikia mdogo wangu? Naam kaka. Kuna risiti mule kwenye box. Hebu nenda kazipitie. Maana nilikuwa sijaziangalia zile. Kazipitie kwanza. Ili upige hesabu zote ujumlishe tuone. Sawa. Sawa kaka. Akili. Karibu familia. Habari yako? Habari ya uzima? Poa ndugu yangu. Au si? Upo? Nipo. Karibu. Karibu basi. Shughuli zangu tu hapa. Naona mwanangu jana kama wako tuteleza kwenye kazi. Ni kweli mwanangu, lakini haikuwa dhamira yangu. Kwa sababu kama nilivyoahidi kwamba naenda kumfuata jamaa mara moja pale ili turahisishe ile kazi iwe nyepesi. Lakini nilichokutana nacho kule tofauti na vile ambavyo nilivyodhamiria. Kule jamaa mwenyewe nimekutana na homa. Ndio hayo maisha ya usela. Tena alikuwa na homa kweli kweli. Kwa hiyo nikafanya mishi pale ili mradi akapate angalau dawa. Nilipotoka kule narudi nyumbani, shemeji yako tena nakuta ameondoka, na hiko ndo kitu ambacho kilichofanya nikae hapa najiuliza. Hata alipoenda sipajui. Nimechoka hoi hapa nilipo. Sijui hata ameenda wapi huyo mtu. Kwa sasa atakao ameenda wapi labda? Hilo ndo swali ambalo hata mimi najiuliza.
Kwani mligombana? Jana ndo nimeamini kwamba kupokea hizi simu za wake zetu ni mbaya sana. Nilipokea simu ya shemeji yako, kuangalia namba imeseviwa mpeleka moto. Aise, mwenyewe namwambia apokee ile simu, anagoma. Mara mbili mzima yule mtu anapiga simu, namwambia pokea, anagoma. Mimi nikaona ngoja nipokee. Nilichokisikia ndugu yangu, yule jamaa anamwambia mke wangu kwamba asisahau salama pindi anapokwenda kule kwake. Kule kwao imebaki moja tu kwenye kambi yao. Ndugu yangu, imenichanganya sana, kitu ambacho nilikuwa sijategemea, na mke wangu nilikuwa namwamini sana, ila amenivunja imani. Sasa basi, niliporudi kule shamba ambako nilikowapeleka nyinyi mfanye ile kazi, sikumkuta. Amefunga biashara, ameondoka zake, na sijui sasa alipoenda. Ni bora ningemkuta. Ile jambo mimi nilikuwa sijalichukulia kiuzito sana, naamini lingeisha tu, ila kinachoniumiza kuto kumkuta. Maswali najiuliza kwamba atakuwa ameenda wapi. Piga simu sana mtaani huko kwa ndugu zake, jibu kwamba hajafika huko. Ndio hiko kinachoniumiza kichwa ndugu yangu. Ushemeji maana yake kafikia hatua hiyo mwanangu? Kweli mwanangu, bwanake jao nimeamini. Viki pande kama hicho mwanangu avuka mipaka kishenzi mwanangu. Acha tu ndugu mwanangu, ndo maana unakuona hivyo na mawazo. Lakini mwanangu, mawazo mwanangu ndio muda mwingine jao. Jikaze wewe, ni mtoto wa kiume mwanangu. Jitahidi kazi mawazo hayo epuka nayo. Lakini japo hapa mwanamke anataka patikane, sababu babaka atakuashia moto kishenzi mwanangu akijua hili. sawa. Sababu kama mshapiga kwa ndugu zake nini simu apokee hapatikani, itakuwa jao, sababu babaka akijua taarifa yao yupo hapa nyumbani afu ajua kule nyumbani kwao hayupo. Itakuwa jao sana mwanangu. Sawa ndugu yangu, nimekuelewa vizuri. Sawa. Vini Simoni hapa yuko wapi? Kwani Vini hapa? Yupo ndani hapa. Yupo Vini? Nadhani kacha kuelekeza mazingira ya hela, si unajua? Kaniambia kwamba kazi imeipiga lakini hajaniambia shilingi ngapi. Hapo ungeneta tu Msimbazi miwili hapo mwanangu, nimeishi naye fresh tu yake bila kinyonge. 20,000 yani. 20,000. Vini. Naam kaka. Njoo mdogo wangu. Kasim. Naam. Upo? Nipo fresh Fresh. Natoka jana? Safi, zanajia jana. Fresh, naona upo? Tupo tu. Ngoja kuwatembelea bwana, si unajua? Kweli. Karibu. Asante. Naam kaka. Kachukue shilingi 20,000 mletee ndugu yako. Sawa kaka. Blaza. Hapa mwanangu kuna mazingira nyumbani kule. Ndio. Nikaseti mwanangu, mimi ngoja hapa niwaache hapa. Basi sawa. Nini? Blaza. Wewe ina noma mwanangu, unaona? Poa, tutasomana baadaye hapo. Wewe ina noma. Hodi. Karibu. Kwanza. Karibu. Najua niko karibu. Benchi. Na ndio maana nimekaribia. Najua niko karibu sana na wewe. Karibu. Ndio maana niko karibu. Najua niko karibu.